Maombi, nakumbuka nilikuwa katika maombi marefu sana ya siku tano nyuma, kabla tano za pia ambazo nilifanyaga tano kavu, nilikuwa sili sinywi, na Mungu akanitokea kwa mfano wa mwanadamu. Alikuwa ndani ya pango yule mtu, na nilipomtazama yule mtu nikaishiwa nguvu katika mwili wangu. Mungu akaniambia, umemuona huyo? Nikamwambia ndio. Akaniambia, huyo ni nabii wangu Elia. Elia yule mshirika ambaye alipana upepo kisulisuli. Wale wanasoma Biblia watakuwa wanafahamu. Akaniambia hapo alikuwa katika pango akiomba mara baada ya mfalme Ahabu kutaka kumwangamiza. Kwa hiyo akaniambia jijengee pango kama hili. Akanipa kabisa mchoro. Alafu kisha watu watakuwa wanaingia humo kuomba. Watakapoomba wenyewe mimi nitawahudumia na kuwaponya. Basi kwa hiyo sasa gharama itatoka wapi? Nikawa sielewi. Kwa hiyo nikatafuta engineer, nikazungumza naye, akanipa gharama. Nilipokubali tu, huo ndio muujiza ambao Mungu huwa ananishangazaga sana. Nilipokubali tu ile wiki, yani nilipata pesa za ajabu. Dada mmoja kutoka Marekani aliniandikia email, simjui. Akaniandikia email sema, mchungaji, naomba account number ya kanisa, nataka nitume sadaka. Nikasema nitapeli. Nikamtumia kwanza namba yangu ya simu. Akaanza kunitumia picha zake. Maana siku moja akapiga video call, yuko na familia yake, ana asili ya Kihindi. Akanitumia $25,000. $25,000. Alafu sijakaa sawa, akatokea mwingine kutoka South Africa. Akaniambia, mchungaji, huduma inatubariki sana. Tuko tunarusha matangazo kwenye satellite IS20. Akaniambia, unafungua watu, unaponya watu, Mungu akubariki sana. Nataka ni support huduma. Nikamwambia karibu. Yeye akatoa $50,000. Nilipozichenye uta na milioni 100 na. Kwa hiyo engineer nikampa, akaipeleka haraka sana hii kazi kama nilivyokuwa nataka. Alikuwa akikosea mwambia hapana, hiyo hapana. Akita mawazo yake namwambia mawazo hayo hapana. Kwa hiyo hii picha hapa sio ya Yesu, ni mtu nilikuwa nimemuona, Adeva amejitahidi. Sio ya Yesu. Ni mtu ambaye nilimuona kwenye pango anaomba. Kwa hiyo mimi nikifika hapa najua ni ile picha nilikuwa naiona. Na Mungu akaniambia kutakuwa na presence ya ajabu sana hapa, watu kufunguliwa na kuponya. Kwa hiyo nikaweka na hiyo nani hizo picha kama za mifano ya malaika basi. Kwa hivyo huu ni mlima wa maombi. Hiki kinachokiona kwenye msalaba hapa ni chumba changu cha maombi. Kwa hiyo ninapokuwa huku naingia kule na kuwa naomba, na hata vile vifaa vya kiroho ambavyo tunavitoa. Ndio maana huwa naumia kwa wanaofanya biashara. Vifaa vya kiroho nyinyi mmekuja, lakini viko kule. Viko wapi? Viko kule. Yaani malaika wanavigusa kwanza. Ukisikia nilikuja nikachukua maji, nikanywa, nikapona. Sio ningafanya hivi nikanywa. Yaani sio subuhi anatoa kama biashara. No, it's not a business. Ndio maana nikiwa pale kuna wakati na wapaga, mnatakaje nyinyi? Tuna 3,000. Tuna 2,000 nimechukua. Kwa sababu siuzi, nikiuza nitamkosea huyu Mungu aliyeniita kufanya hii kazi. Ila mtu aliyeko nje ambaye anijui anaweza akanitukana, anaweza akasema sijibu, sababu nitawajibu wangapi? Umenielewa kwa hiyo labda watu wa 3 wa 4. Hizo bahasha ni watu wametoa sadaka. Okay. Wametoa sadaka. Kwa hiyo zinakaa hapo, ni malaika, ni Mungu mwenyewe anawagusa watu wake. Then muda wake ukishaisha, tunafanya nini? Tunazichoma moto. Kwa hiyo sio swala kufungua kuchukua na kula tu, hapana. Kwa sababu kumbuka kuna mjane anatoa mjane. Kuna yatima anatoa. Kuna mtu mwingine ana kansa, ana HIV anatoa. Wewe utakapokuwa unakula unachukua ule ugonjwa unaingiza kwako. Ni kama akakuachia wewe. Mimi wa kiroho najua siri yake. Alafu hili vazi hapa, hili vazi langu lilikuwa, kuna dada mmoja alikuwa na mimba ya majini. Alipewa mimba akiwa form 2. Akiwa form 2 alikuwa na mimba, labda nisimamie kwa huko. Dada alikuwa anatoka shuleni, akakutana na jini kwenye gari, lakini hakujua kama ni jini. Alikuwa ni jini la kiume, akaanza kumsemesha. Na katika kumshemesha akamwambia nitakusaidia. Akajua ni mtu wa kawaida. Basi aliposhuka kwenye gari alikuwa anakaa Kiwalani hapo. Yuko mpaka sasa hivi. Mkimtaka Jumapili nitawapatia, mtaongea naye. Unaona, basi akiwa anamsindikiza, alipokaribia kufika nyumbani kwao, yule jini akapotea. Alipopotea, anasema siku iliyofuata wakiwa wanakula chakula akamtokea nyumbani. Wengine hawamuoni, yeye anamuona. Lakini ndo akaona chini anakwato. Kwa hiyo akakaa kwenye meza pale, wakawa wanakula pamoja. Baadaye yule jini akajenga naye urafiki wa kimapenzi. Kwa hiyo akawa anamjia usiku, anamwambia mimi nitakusaidia. Yuko form 2. Baadaye akamuingilia, akapata mimba kabisa. Alipopata mimba, wazazi wakaanza kumjia juu.
Wakamwambia wewe ni muuni, wewe ni malaya, tunakufukuza tukaenda kwa bibi yako, maneno makali mengi. Lakini baadaye binti akajieleza sana. Alipojieleza wakajua amekutana na mtu ambaye si wa kawaida, na alikuwa katika maisha yake yote hajakutana na mwanaume yoyote. Kwa hiyo siku hiyo sasa akasema tu, wazazi wakasema mpelekeni kwa asubuhi tukajua ukweli. Wanamleta kwangu, mimba ilikuwa na miezi 7. Miezi mingapi? 7. Kwa hiyo muda nafanya maombezi sasa, Mungu akaniambia kuna mtu ataka umsaidie, vua vazi lako. Ilikuwa ni jipya hili. Vua vazi lako uende ukampige yule dada pale. Nikatoka na ile vazi, nikapiga baadhi ya watu wakaanguka. Baadaye ndo nikamfuata yule dada, nilipompiga hivi kwenye tumbo akaanguka hapo hapo, uchungu ukamkamata. Miezi 7. Wakamchukua kumpeleka nyumbani, binti yule akajifungua. Alipojifungua akajifungua mtoto wa kiume mzima kabisa. Na wakaja naye kanisani. Mpaka hivi ninavyozungumza yuko mtoto na ninamsomesha. Yule mtoto sasa hivi ana miaka kama nafikiri kama 9 au 8, lakini mkitaka hiyo story hiyo mnaweza mkaipata. Yuko mpaka sasa mama yake yupo na mtoto huyo yupo, hana baba. Sababu baba yake ni jini. Lakini huwa sipendi sana watu wamuelezee hiyo story kwa sababu sio story nzuri kwa mtoto. Kwa hiyo ndio story. Nikasema hili vazi sitaliondoa kwenye kumbukumbu ya nabii katika mlima wa maombi. Kwa hiyo nikiliona hili ni shuhuda kwa wengi, lakini imekuwa na baraka sana. Bwana hivi hapo wajikao tunakuwa na hudumia sasa. Naomba tu uchungulie hapa. Sogea tu. Unaona hivi? Ndio. Hivi ni vifaa vya kiroho. Yote hivi vifaa vya kiroho. Unaviona? Havitumiki hivi bila kuingia huku Mungu kuvigusa. Naweza nikakaa hata mwezi sivitoi mpaka Mungu aniambie sasa ni tayari nenda kavitoe. Na kwa mfano tena zingine hizi tofauti, yani maji ya mvua ya upako na haya ni maji ya ubavuni mwa Yesu. Maana kuna msalaba hapa. Haya maji ya mvua ya upako. Hii ni kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na baraka, na hii ni kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kibiashara Mungu alifunulia. Kwa hiyo vinakaa huku na vifaa vingine vyote vya kiroho hata hivi unaviona hivi. Na hii ambayo mimi nimeivaa. Wengine wanasema kacha, lakini sio kacha. Hii ni bango imeandikwa omba nami. Imeandikwa omba nami alafu huku nisuguye. Kama nilioivaa. Kwa hiyo hizi sasa Mungu akisema zitoeni zipelekeni, mimi naenda sasa kuwapatia watu. Anayevaa mimi nikiwa kwenye maombi ya mfungo huku anakuwa na connection na mimi. Hata kama ombi anakuwa anafunguliwa kule aliko. Na hata vitabu vyangu nikivitoa huwa sivitoi kabla Mungu hajaniambia peleka mlima wa maombi. Lazima vije huku kwanza, alafu malaika wanavigusa ili mtu akivisoma aweze kupona, aweze kufunguliwa. Sawa kwa hiyo jinsi ya kuwa nabii zawadi yako. Amina. Huu ni mlima wa maombi ambao wanapokuwa wanakuja watu wa Mungu toka maeneo mbalimbali, kabla hawajamuona prophet lazima waje kuomba kwanza huko. Kwa sababu mimi sio niliowaumba. Mungu ndiye aliyewaumba. Anajua walikotoka, waliko na wanakoelekea. Kwa hiyo na unaweza kuona hizo message hapo kama huo ukutani. Inasema Mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu. Wanyenyekevu ni wale ambao wanamtafuta Mungu, wanaomba. Lakini unaweza kuona, kwa hiyo kila mtu anaweza kawa anaingia kwenye chumba chake. Taa. Kwa hiyo asante. Unaweza njoo. Ingia. Unaweza ukafungulia ndani bwana, ukiingia kwanza unaweza ukafa. Haya sasa unakufanya aufe kiyoyozi Mbona naswali kwa starehe? Unahisi kabisa. Wanasali kwa starehe sana. Unalala huko unafunga. Jumbe hapo ambao unasema jipe moyo utashinda. Jipe moyo utashinda. Wewe unaweza kuona hii message na analetwa huku, ataingia huku na ukiingia huku huku karibuni tu. Unavunjika moyo. Ataingia huku na yeye amevunjika moyo. Kuna watu tunawapokea wengine wanataka kabisa kujua. Mtu anataka kujua, anasema mimi sina hamu ya ndoa, sina hamu ya maisha, bora nikafe. Kwa hiyo wanapokuja tunawaleta huku na anakutana na huo ujumbe
Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, tena ni ngome. Wakati amesema wakati wa mateso, sawa. Kwa hiyo namna hiyo, kwa hiyo anakutana na huo ujumbe kwa kumtafakari Mungu, na akitoka huko Mungu anakuwa amemsaidia sana. Kwa hiyo najua mtakuwa wajumbe wazuri kuwaambia watu kumjua prophet. Na ndio maana kipindi kitu kufungiwa ilibidi rais aingilie kati, hebu mchunguzeni. Walipogundua tu walifungua haraka sana kanisa. Haraka sana, kwa sababu alijua yani huyu mtu yuko tofauti, na sijisemi kwamba wengine hawafanya au ni wabaya, hapana. Kila mtu ana wito wake. Lakini mimi mlitambua hivyo, ndugu zangu waandishi, kwamba hii ndio kazi ambayo jamii natamani kujua prophet anafanya nini. Uko vizuri sana ya.